Karibuni sana katika sabato ya leo. Ni sabato ya tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026. Pekee ninayo furaha kuwakaribisheni leo. Kwanza ni sabato ya Bwana, lakini 2, tunakutana hapa kwa ajili ya kutimiza ahadi zetu. Ndio maana leo tukasema siku ya ahadi. Siku ya nini? Siku ya nini? Andaa ahadi yako kwa ajili ya jina la Bwana. Wakaribisheni nyote, tusimame na wimbo namba 98 kufungua vipindi vyetu. Hesabu za nywele zako. Leo nataka kuwapa siri moja ya pekee mchana huu leo. Kila mmoja atajua hesabu ya nywele zake. Kuna mtu hajanielewa. Kila mmoja atajua ana nywele ngapi kwenye kichwa chake. Maisha yetu ya kila siku tulio nayo yameumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Kwa sababu maisha yetu yameumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha, yuko aliyetuumba na kupatia huo uhai. Mchana huu wa leo ana jambo la pekee kuzungumza nasi katika siku hii ya Majengo Day. Kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 7. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope, bora ninyi kuliko shoro au shomoro wengi. Tuombe. Ninakukaribisha mchana huu wa leo, Roho Mtakatifu awezaye kufundisha, awezaye kutafasiri hata mafumbo, awezaye kutia ndani ya mioyo yetu ujumbe ambao ndani yake una ujumbe uletao toba na majuto. Atusaidie kuelewa kwa jina lako Yesu, amen. Soma nami kitabu cha Luka sura ya 12 mstari ule wa 1. Tutasoma hadi ule mstari wa 7. Wakati huo makutano walipokutanika elfu hata wakakanyagana, alianza kuambia wanafunzi wake, kwanza jilindeni na chachu ya Mafarisayo, ambayo ni unafiki. Lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mlioyasema gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Niliogopa. Nami nawaambia ninyi rafiki zangu, msiogope hao wauao mwili, kisha baadaye ya hapo hawana uwezo wa kutenda zaidi. Lakini nitawaonya mtakaye muogopa
Mwogopeni yule ambaye akisha kumuua mtu ana uwezo wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia mwogopeni huyo mchana wa leo. Bwana asifiwe. Je, mashomoro 5 hawauzwi kwa senti 2? Wala hasauliwi hata mmoja ya wapo mbele za Mungu. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope, basi bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Ifunge Biblia yako, hatutasoma fungu lingine kabisa kwenye Biblia, maana roho anaweza akazimishwa. Wewe ukasoma zaidi mpaka fungu la 8 na 9 ukapoteza ile maana. Biblia inatupatia detail. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake wakiwa wamekaa mahali, Yesu akaanza kuzungumza na wale wanafunzi, na ule mkutano mkubwa, Yesu akaanza kuwafundisha mambo makubwa ambayo mchana huu leo tutayajua juu ya hesabu za nywele zetu. Kiini kikubwa kimejengwa hapo. Mungu wetu ni Mungu wa detail, Mungu wa maelezo. Fungu la kwanza, Yesu anaanza kuwafundisha wanafunzi wake kwa kutumia vitu vidogo vidogo ili waweze kuelewa upana wa maisha ya watu, waweze kujitambua. Kiini cha Yesu katika hubiri lake katika ule mkutano lilikuwa ni kujitambua. Yaani kila mmoja hapa ajitambue yeye ni nani, halafu nani sio yeye. Somo la kujitambua, wewe ni nani, halafu nani sio wewe. Katika zile siku 10 za maombi nilikuwa hapa nilizungumzia sana vipengele hivi muhimu. Na katika maisha yetu kujitambua ndio kumekuwa chanzo cha mafanikio yetu ya kila siku. Yesu akazungumza nao kwa kutumia kitu kidogo tu ambacho mchana wa leo ni kiini. Akawafundisha hapo, jiepusheni na chachu ya Mafarisayo. Sawa, mwogopeni wao mwili na roho. Sawa, waweze kutambua mwenye chanzo cha uhai ni Mungu wa mbinguni. Lakini kikubwa alichokuwa amejikita ni sisi hatujui idadi za nywele zetu. Sawa, lakini leo nataka niwapatie information ambayo itatushangaza mchana huu leo, juu ya hubiri la leo la mchana huu leo. Hata mimi mwenyewe nimelishangaa. Roho walipokuwa kinisemesha maneno ya kuzungumza na nyinyi mchana huu leo, nikashangaa mambo ya ajabu ambayo Mungu amezungumza nasi kupitia katika kitabu cha Luka sura ya 12 na ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 7. Na hii imenigarimu sana kujifunza mpaka sasa kujua sayansi ambayo Yesu alikuwa akizungumzia juu ya kuota kwa nywele za mwanadamu, halafu anajuaje idadi. Imenigarimu sana kujifunza kwamba yeye anajua idadi za nywele. Kamoja hapa anajuaje? Usiseme tu yeye ni Mungu. Kujifunza Mungu kumekuwa shauku yangu kila siku, lakini kwenye hii nilishangaa sana. Mimi na vijana nimezaa 3. Niliwahi kufanya utafiti kabisa. Unajua watoto wanakuwa kila siku, ila wanakuaje huwezi kuona. Mke wangu ni shahidi, nikasema leo nataka nifanye utafiti. Yaani nywele zinapokuwa zinatoka yaani kwenye kichwa, unajua zilikuwa zimetolewa kwangu, siwezi kujua, nikashika nitapitia usingizi. Mtoto nikamnyoa upara, alafu nywele zinapotokezea, yaani zitakapokuwa zinatokezea kamoja, haisiwezi kubahatika kuona. Hizi ni sayansi ya ajabu. Yaani nilipigwa upofu, hata sikuweza kuona kanatokezeaje. Lakini kesho mchana naona nywele zimeshaanza kutoka. Sasa zinatoka mchana au zinatoka usiku? Labda itakuwa ni mchana. Nijipa kazi ambayo kama ungenifuatilia na kuniona na ungesema kuna kichaa mmoja yuko hapa duniani. Yesu anazungumza na wanadamu. Mimi najua hesabu ya nywele zenu. Unajua kwa nini? Nataka tujifunze kuhusu Mungu anavyotujua kwa ukaribu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jinsi Mungu anavyotujua kuliko tunavyojifahamu sisi. Yaani tukimfahamu huyu Mungu anayetujua sisi kwa ukaribu, hatutafanya vitu vidogo vidogo kwenye maisha yetu kabisa. Yaani kuanzia sasa hivi mchana huu leo, kila mmoja atakwenda kwa ujasiri akiwa amebeba thamani yake kwa uwezo wa hali ya juu, halafu akatenda kwa hali ya juu. Mtashangaa matokeo makubwa yatatokea kwenye maisha yetu. Haleluya. Mungu anajua undani wa maisha yetu kuliko tunavyojifahamu wenyewe. Anajua
kwenye tumbo lako kuna shida gani. Kila kitu, seli ndani ya mwili wako. Kwenye vyanzo mbalimbali, kwenye chuo kimoja cha America Academy wanasema binadamu ana wastani wa nywele 100,000 hadi 1,500,000. Mwanadamu ana wastani wa nywele 100,000 hadi 1,500,000. Hawa ni watu ambao wamefanya utafiti wa kujua nywele ngapi kwenye kichwa. Alafu anasema kila siku mwanadamu kwa wastani anapoteza nywele 50 hadi 100 kila siku. Na watu hawajanielewa. Sisi hatuhisi huo upungufu kabisa. Wamethibitisha hilo. Hao American Academy of Dermatology wanasema Mungu anajua kila unywele unaoanguka na unaoota. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani hata mimi nikasema hawa jamani, niliwafuatilia nikachimba kwenye huu utafiti wa kujua nywele za mwanadamu ni ngapi na zinapotea kiasi ngapi. Kwenye hili fungu nikaenda mbali, nikagundua hawa jamaa wapo vizuri kwenye detail. Wamesema binadamu ana wastani wa nywele 100,000 hadi 1,500,000. Lakini tunapoteza nywele 50 hadi 100 kila siku. Kilichonipa uzito wa hii sentensi ya huu utafiti, wanasema sisi wanadamu hatuhisi wao upungufu, lakini Mungu, nikasema jamaa watakuwa wa Adventista. Lakini Mungu anajua kila nywele unaoanguka na unaoota. Haleluya. Sikiliza. Anazungumza, anasema nywele zinatofautiana kulingana na rangi za watu. Sasa nasema unywele mmoja unaweza kubeba gramu 100 tu, lakini nywele zote za kichwani zikishirikiana zinaweza kubeba uzito wa tani 12. Nilishangaa. Yaani nywele hizi za mwanadamu. Haleluya. Haleluya. Amina. Nini nasikia mnasema hamna? Bwana asifiwe. Amina. Bwana abariki sana. Sasa nilipojifunza mambo haya nikaogopa. Hizi nywele za mwanadamu Mungu ametengenezaje namna nywele zinaota? Anasema mimi nazijua hizo hesabu za nywele. Sasa tafiti hizi zikanipeleka mbali sana kumjifunza huyu Mungu na hizi nywele. Hapo ndipo kwenye kiini cha somo langu la leo. Hii inashangaza sana umakini wa Mungu juu yetu katika maisha yetu. Mara nyingi tunadhani Mungu anajishughulisha na mambo makubwa makubwa. Wengi wanafikiri Mungu anajishughulisha na watu na mambo makubwa makubwa kwenye maisha. Haiko hivyo. Yaani Mungu wetu ni Mungu wa pekee. Siwezi nikamwita detarism. Yaani ambaye anashughulikia, anachunguza kwenye maisha ya kitu kadogo ambako wewe unakaona na kana thamani haka. Hivi kitu kina maana gani? Watu wanafikiri labda Mungu anashughulika labda mambo ya serikali, labda vita ya Irani na Iraki. Watu wengi wanafikiri hivyo. Mungu wetu haiko hivyo. Yaani Mungu anafuatilia kuanzia kakucha kako kanako katika. Tunasivyo. Yaani kakikatika chwa. Sisi tunapaswa kufanya nini? Tunapoelewa kwamba Mungu anajua kila kitu kwenye maisha yetu. Hata unywele kipindi cha COVID-19. Wataalamu walikuwa wanasema ya kwamba COVID-19 kile kirusi cha corona, yaani jinsi kinavyolingana ni uchukue unywele mmoja wa mwanadamu ukate vipande 1000. Yaani kile kirusi kile cha COVID-19 hivi ukichukua unywele tu, hata huu wa kwangu ulivyo tu, yaani unywele mrefu wa mtu wa wastani wa nywele za kuchana na kichanio, uchukue unywele mmoja halafu ukate mara 1000. Walifanya utafiti wa kupima kupitia vifaa vyao. Wakawa wanazungumza kwamba hata ukivaa barakoa hicho kirusi kinapenya, kwa sababu ni kidogo. Hivi unywele mmoja ukate mara 1000 unapatikana kitu gani? Kidogo sana.